Mdahalo wa wiki hii Jumapili ya tarehe 26 utahusiana zaidi na kitu ambacho tumekiona sisi watu wa jukwaa kwamba tunaweza tukasema wanasema digital duty, wajibu wa kidigitali. Ndio haya tunasema kwamba unapokuwa mtandaoni tuna wajibu gani? Maana kunaweza ukadai haki pacha wake ni wajibu. Wajibu lazima na wewe utimize wajibu wako. Sio tu unasema unadai haki. Wewe wajibu wako ni nini? Wajibu wa kidigitali katika nyakati kabla, wakati na baada ya uchaguzi ndio mada yetu. Tumewaalika wahariri wa mitandaoni, lakini tumewaalika pia wachambuzi wenyewe, tumewaalika pia wana diaspora. Wana diaspora mitandao ni kama daraja lao linalounganisha na nyumba. Diaspora ina maana Watanzania wanaoishi nje ya nchi. Tumewaalika wale waliorudi wenye uzoefu huo ilikuwaje. Wao daraja lao ni mitandao ili kufika nyumbani. Kwa hiyo tumewaalika hao pia na kwa maana hiyo tutakuwa na mjadala ambao tunadhani utawahusisha makundi muhimu. Wahariri wa mitandaoni ambao sasa wanaongezeka, lakini pia wachambuzi na hao bloggers nao wapo. Bloggers ni daraja pia, kwa sababu unapokuwa blogger maana yake ni mtu anayeendesha mambo ya taarifa kwa picha na maelezo kupitia mitandao. Hawa nao ni kundi ambalo linafuatiliwa na watu wengi, na ndio chimbuko lake mambo ya mitandao ilikuwa ni bloggers. Namzungumzia Mwidini Issa Michuzi, atakuwepo, ataelezea uzoefu wake katika kublog na miaka yake mingi tangu 2005. Mimi binafsi ni tangu 2006, na Michuzi alikuwa ndio mmoja wa watu walionifanya nipende kuingia kwenye kublog, na nikaanza pia 2006. Kwa sisi ndio pioneers wa kwanza kabisa kwa na Michuzi blog na Mjengwa blog, ndio watu wengi wakizifuatilia wakati huo. Kwa tuna Mchuzi na uzoefu, mimi nitakuwa mwenyekiti wa jukwaa, lakini tunaye Innocent Mungi, yeye ni mtaalamu wa masuala hayo pia na alikuwa diaspora, amerudi. Tutakuwa na Imani Luvanga, yeye ameishi Ujerumani na mwanahabari. Kwa hiyo wote hao wana uzoefu wa masuala haya. Na zaidi ni katika kujenga, sababu hakuna mtu anataka kwenda kuharibu. Mtu mwenye hekima zake, kwa nini ufanye jambo kwa kuharibu? Nataka kuangalia namna gani tunaweza kutumia vizuri mawasiliano haya katika nyakati hizi, kabla, wakati na baada ya uchaguzi, ili isiwe jambo ambalo likasababisha inaweza ikatokea mtandaoni likapelekea taharuki, likapelekea maafa makubwa. Ni wapi umetokea hayo? Tunafanyaje ili kuepuka mambo kama hayo? Kwa tunadhani jukwaa lina wajibu pia wa kuendesha mjadala kama huo.